lives. Bethel Clouds TV. Bwana asifiwe. I'm happy to see you again. Are we going live? Thank you. Then learn to zoom in and out frequently. Don't just be there like a statue. We are on the topic that you are not alone. And change the screen. I'm wearing nimevaa the same color. Sometimes do you wonder why you've got so much challenges in life, despite kuomba kanisani, despite being in church, despite being a holy one, giving your tithes, giving your sacrifices, and always being a holy one, that nothing can be associated with you, like you've been committing sins. You're just clean. But life has never changed. It has been a struggle. It has been a push. It has been working day and night. Nothing is working. Despite you being known as the one that sleeps in the church, one that opens the church, one that is always closer to the apostle, closer to the pastor, your sacrifices and your commitment has always been church. Do you sometimes ask yourself why things are not working for you? Have you ever thought of that? Yes, despite that you are in church, despite that nothing can be associated with you that can be called sin. Or let me put it this way. Why are Christians poor? Believers, so many of them, are very poor. Why? Do you ever ask yourself that question? Why? I've been to church, I've been faithful, I've done all that is supposed to be done. I've given my life to Jesus Christ. I've always been where I am supposed to be. I do things that I'm supposed to do. In church, I was at church, I do everything. I've planted seeds, I've done everything. But still, the church is poor. The people of the church. Why? Did you ever ask yourself such a question? Did you answer yourself? Did you find an answer? Today I want to give you an answer because that is part of you are not alone. This one is something that we want to do it as a commitment for the next 14 days. By the time I finish, it will take me time. Afadhali tutavunja protocols zote. I want to teach. As I teach, I know God would have given you a revelation of why you've been so poor. Why your life is not working. Why your ministry is not working. Why your marriages did not work. Why your businesses failed. Whatever that you are doing has always been failing despite of your total commitment to the plans and to the systems of God. Mwambie abadilishe screen. Talk to her from there. In a distort. Why no breakthroughs? Is it God? Is it the devil? Is it man? Because some of us have reached to a point that I've been going to church for 10 years, nothing has worked. And you decide now to go to the world and find money. And perhaps maybe you find that despite your commitment, the people around you who does not even go to church
They are buying new cars. They are the one giving you lifts. Wewe ndio unataka kuwaoshea gari. Wewe Mkristo umeokoka mlokole unaenda biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. But until you come to a situation, you ask yourself, could it be God? Mwambie apeke hiyo picha ingine. Could it be God? Or could it be the devil? Do you ever ask yourself that question? Inaweza kuwa ni shetani. Lakini ukiangalia shetani ameingililia wapi na hauna kakitu kanaweza kuwa associated na wewe. Ati uliwahi kufanya makosa. You've not sinned. You are not like Apostle Waroige. Najua Apostle Waroige unaweza kusema maybe ni vituko zake, maybe ni tabia zake, ni kiorali ya dhina. But there are people here in church that are so clean like a very clean, in a clean slate. Atire kaudo getani unakona kanini, onagathigiriri. Titadora, no idora. Umothe kwa kiso, roshia kwero, okia kwero. But despite dora gukorwo na mehia maingire, niratwarithia gakari, maisha make ni mega. Na wewe utakete wonaga madurari. Urathi maguru ta nyamu yathi. So you ask God, dora ni mwaganu, dora ni jagiri, dora ni mumaraya. We muthingu, nduhitagia, nduikaga kaundu koru, na gaida kurathimaga dora. You see, I'm trying to give an example. I'm trying to bring a picture to you because of the topic that I want to speak today is very sensitive and it will change your life if you want. Because why will Dora get the blessings, heavenly blessings, and he is not clean? Why will Dora be given a ministry like this one to run a ministry, and you who is clean, Dora is dirty, you who is clean, you cannot be even entrusted on a koreithia goko doreithagia goko tigaru watu. You cannot, God cannot even entrust you koreithia na bea na kwa kunyumba bea, yani kile ongereithia muno no gakiria gogoni na rwage rwingi nyumba. Did you ask yourself that question? That there are people out there who are not righteous at all, but they are entrusted by God. Mtu kama huyu baba yetu James Maina Ng'ang'a, who is not at all good according to us who are righteous, the heavenly bound people, he's given a ministry. He's commanding big huge crusades, big things. He's making moves across the country. He's in Brazil today, he's in Canada, he's in the US, he's going to Seattle, he's all over. But you have baka geshagi kwenu umekosa fare ya kwenda. Na yeye ni mchafu, ni mudo inageko, yani wananiuliga kwa gai ekaga atia nake. Alegeta kumweheria nike. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So this is a question that we normally ask ourselves, but we don't have answers. But out of prayers, I've been in prayers kule Ngong with my friend here. We've been going with him, and God has given me a lot of revelations of many things that are happening within your life, despite you having been saved, despite you being a tither, a giver, and despite you being a holy one. But there is things that happen in your life, and these things does not allow you to excel. And this thing I want to deal with it is the seal. Tell your neighbor the seal. What's a seal? What's a seal? S-E-A-L. A seal. Yeah? It is a seal could be, and another one, a mark, and another one. When you lock the container, there is a seal put by the KRA. You cannot open. The padlock there is a seal. Like today I found myself here at 3 a.m. knocking this door thinking somebody's inside, only to find that people migrated. There has been a wild beast migration.
And I left some people here yesterday night, but only to come and discover they did not sleep here. What happened? Huh? What went wrong? Huh? They all went home. That's very good. You know, that is a way of sacking yourself from a responsibility. And that's part of the seal we are going to discuss. Because that's automatically deleting yourself from a responsibility. Because when you are given a responsibility and you absconded the responsibility, you have absconded what God asked you to do. And therefore, the spiritual realms, there are spiritual realms that control our livelihoods. And these spiritual realms that control our livelihoods are seals. And these seals could be generational. This seal could be man-manufactured. These seals could be yourself manufacturing the seal yourself and making things fail to work in your life. And therefore, out of these seals, we will discover that the seal can contain your ministry, your business, your family, or rather, or your destinies. Can be controlled by outside systems, you thinking that you are normal and you are living in a normal life, but something is controlling you. That you are not able to do anything, hawezi kufanya jambo lolote, licha ya kuwa bidii unayo, licha ya kuwa uokovu unao, licha ya kuwa kuna kila kitu unachokifanya katika maisha yako, but these things are not working. Why? Because there is a seal. Kuna kitu kilifunga, kuna mtu alikuja na kafunga maisha yako. That is why unahangaika, despite the fact that katika mahangaiko yako nothing is working. Praise be the name of God. Why do seals work? Why do these things work? They work because we have given them legal grounds. And I'm going to discuss about the legal grounds that you have given that has allowed the seal to work, or the blockages to happen in your life. The legal ground. And the legal ground is what? Maybe in the financial positions, when you say it and you behave like the life you are living today is a normal life. Yani kinya mtu amefika mahali baka anasema it is mimi ni maskini tu wa Mungu. Mimi nakatu, yani you live a comfortable life in poverty. You live a comfortable life in the situation that you are not supposed to live in that situation, because you have allowed demons to monitor and to sanitize the legality of you facing the challenges you are facing. And even you live to agree to it that whatever that is happening around you, it is normal. When you become normal to situations, it is because a legal status has been raised over your life. And that is why you are facing the challenges. That is why you are suffering. That is why you are sick. That is why you are in the position you are in. That is why you have not raised from any position to another position, because you are comforted in the position you are sitting. You are comfortable with the places you are. You are comfortable with what they have given you. When you find that you are happy with the retro you are getting today, it is because you have ascended and given a legal ground that you are comfortable with the 10,000 you are given. You are comfortable with a small land. You are comfortable in the bed sitter. You are comfortable in one bedroom. You are comfortable in that quarter of land. You are comfortable in that 3/4 of a land. You are comfortable with what you are given by your husband or your wife. You are comfortable with what you are given by the manager. You are comfortable in that position. When you become comfortable, you give an access to demons to access you and limit you within that position. Therefore, you will always be enjoying in that position, and you will be happily there in that position. It's like when you are married to a toxic man or a toxic woman, and you just consent that I'm going to live with him because I have children and I want to give my children their father, or I want to give my children the comfortable life. I don't want to destabilize them despite the toxicity
of the marriage. That is how to give the legal access of you being subjected to the problem and the challenges you are facing today. You allowed that man to torment you. You allowed that woman to torment you. You allowed that situation to torment you. You allowed that manager to torment you. You allowed the systems that are tormenting you. You gave them a legal ground. Praise be the name of God. Somebody say legal ground. And in the legal ground, it gives access. And in the access, you are not able to move forward, not to move backward. You remain stagnated. Hallelujah. You remain stagnated. Yani unakaa katika maisha ambayo imepungukiwa. Maisha ambayo ni hauwezi kwenda mbele, hauwezi kurudi nyuma. Lakini unaishi kwenye comfortability. Umetosheleka katika maisha yale. Unaishi kwenye kanyumba kama mabati lakini umetosheleka. Unaishi kwenye umaskini fulani, kiwango fulani cha umaskini lakini umetosheleka. Unaishi katika kupatiwa chakula na brother yako, and because your brother is rich and you are poor, and then you come to consent kubali ya kwamba brother yako ndio anafaa kukupatiaga chakula. Ukikaa kidogo, brother yako najua mwisho wa mwezi brother yako atanilipia nyumba. Kidogo kidogo ninaenda kwa brother yangu atanilipia mtoto asiende shule. Kidogo kidogo brother yangu atanifanyia jambo fulani. That is a toxic life that has been contained into you by giving or ascending to a legal ground of accepting to be a subject of somebody. Because once they start giving you, you no longer become dependent. You no longer become yourself. You no longer walk as yourself. Because you have allowed the legality of your family. Maana ulizaliwa in poverty. Ulizaliwa kwenye nyumba ambazo, kwenye familia ambayo ilikuwa na poverty. Na sasa unaishi katika hiyo maisha, unasema niye demutheni wa Ngai. Unaishi katika maisha mazingira ya kukubaliana na status ambayo ulikutana nayo kwenu. Kwa sababu ulikuta baba yako ni maskini, mama yako ni maskini. Baba yako na mama yako walikuwa naenda kuchuna kahawa, na wewe sasa umejoin kwenda kuchuna kahawa. You have ascended. Umepatiana the legal ground ya kukubalisha a generational problem that will exist forever. And therefore you have transferred the generation from your grandfather to your father. Now it is you, and automatically you'll be transferring it to your children. And this is what has costed us. And this is what has costed a lot of limitations in our life. This is what has caused a lot of stagnations of our life. And this is what has caused a lot of problems and challenges in our life. Because you are married and now you want to be a humble woman. You want to be honest woman. You want to be seen that you are a yes woman because you are a housewife woman. And the man you are living with is that man that will be toxic, fight you, intimidate you, do everything to you. When you agree with this man, you give an access. That is what we call a legal access for you to be tormented. And from there you become subject of poverty, subject of limitation and stagnation, and subject to what will intimidate you to death. And the moment you give a legal ground, you will never come up again. The moment you give a legal ground, you will never become again. The moment you give a legal ground, anything that was meant for you will not come to you. Until you say no. Remember when Esau gave the legal ground, he sold his birthright. He gave the legal ground. When the father realized this was not the man that I blessed, the father was not able to reverse the curse, the blessing. But he told him one thing: if you get tired, hallelujah, if you get tired. So it means that it is you only, you, wewe ndio una uwezo wa kureverse. Wewe ndio una uwezo wa kucheji. Hata Mungu mwenyewe hawezi kukubali kucheji kama ile kitu uliweka. Maana uliweka na ukaweka seal, na ukaweka na ukafunga na padlock, na ikakuwa hivyo. Kwa hivyo chochote ambacho ulikubaliana nacho katika hiyo marriage, katika hiyo kazi, katika hiyo position, katika hiyo maisha ambayo unaishi, katika hayo maisha ambayo unakaa, hicho ambacho ulikubaliana nacho hakiwezi kufutwa na mtu. Hata Mungu mwenyewe hawezi kufuta, baka wewe mwenyewe tena uende umeke declaration, ukatae, useme no, from today
mimi sikubaliani na hii, this is my right. Hii shamba, I have a right in this shamba, in this business I have a right. Kama umeajiriwa kwenye kampuni yoyote, yes, uliweka mkataba, na katika hiyo mikataba ilikupatia rights, ilikupatia limitation, ilikupatia mambo ya kukubaliana nayo na mambo ya kukatana, na ilikupatia makataa, na ikakwambia hichi kitakuwa kikifanyika, na ukifanya hivi utashughulikiwa hivi. Kwa hivyo mpaka wakati reverse whatever you signed, whatever you said, this will remain as a foundation of your employment. This will remain as a foundation of that business. This will remain as a foundation ya mikataba ambayo mliweka pamoja. Kwa hivyo mikataba, usipokuja kufuta ule mkataba, useme kutoka leo nimekataa kukaliwa, kutoka leo nimekataa kuonewa, kutoka leo nimekataa kuzungumziwa, kutoka leo nimekataa maneno haya. Usipoinuka ubadilisha zile mikataba, hakuna siku mtu atakuondoa, wala Mungu mwenyewe hawezi akakuondoa. That is why Esau aliambiwa ukichoka. Hakuambiwa Mungu anakuja. Hakuambia basi nimefuta, amuite Yakobo, amwambie Yakobo kuja hapa na mama yako, mbona mlinidanganya? Hapana, baba alijua kamechezwa na kameandikika na mbingu imeandika, maana kulikuwa na makubaliano. Kwa hivyo aliambia wakati utachoka, utaenda kwenye mahakama ya mbinguni na itabadilisha kupitia kwa kinywa chako. And this is what we want now to do, the declaration today. And we are going to do a 14-day operation. And in this 14-day operation, our status will change completely. Your status will change completely. Your livelihood will change completely. And the life you are living will never be the same again. Somebody say amen. Therefore, we are going to look on this legal ground. I will be rich. Like now, people accept to be poor and they live as poverty. Remember, there is these seals. Sometimes somebody has accepted to live in this situation of poverty, despite that these seals are breakable. But people don't know that seals are breakable, because whoever that was sent to seal you is a human being like you. That's the most disadvantaged thing that we have. That you may have a woman in the name of your boyfriend, or girlfriend, or a wife, and she was sent into your life to come and put the seal. You may have a friend that in life you think is a partner in the business, but this man was sent to come just to put a seal. You may have a partner that a corporate partner or somebody partner in life, but you think that this man ama huyu mwanamke alikuja kwa maisha yako kuja kukusaidia, lakini kumbe alikuja kuweka seal. Kuna watu anointed, kuna watu ambao wamechaguliwa kwenye ulimwengu wa kishetani, ambao wametumwa na wanazunguka kila mahali wakitafuta kufunga milango ya watu, kufunga biashara za watu, kufunga kazi za watu, kufunga huduma za watu. Utakuta uko na huduma lakini huduma ilifungwa. Utakuta uko na biashara lakini biashara ilifungwa. Utakuta uko na mambo lakini mambo yale yako yote yalifungwa. Watu wanakuonanga kama tajiri, but you are not very poor. Watu wanakuonanga ni kama umeolewa lakini haujaolewa. Unajua kuna watu hapa hawajawahi buliswa na mtu. Did you know that? We mudhaka na wena modu mode, but nobody has ever asked, because kwenye hapa umewekwa seal, a married woman. Sasa watu wakikuja wanakupita tu. Mpaka unakaa unajaribu kujibondoa, unakaa vizuri, unatembea ile katu wako vizuri, ndio watu wakuone, lakini hawakuoni. Maana hapa umeandikwa huyu ameolewa, ni Mrs. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kuna watu hapa ni wanaume ambao wengine labda hatujaoa, hatuna wanawake, lakini bado watu wanatupita tu wanawake wazuri, wanawake ambao ni housewife material, wale watu walitengenezwa kwa sababu ya doa, wanakuja tu wanakupita na magadi yugo. Todo marona, you are a Mr. so and so, you are married. Bwana Yesu asifiwe sana. Duka yako imewekwa seal. Bwana Yesu asifiwe sana. Duka yako imewekwa seal. Unauza, yani mko na duka kama 3 zimepagana. Unakuta watu wanaruka duka yako, wanaenda kwa duka nyingine. Na duka yako is a well stocked shop. Wanaenda kwa duka kingine. Maana kwenye kaduka pale kwenye mlango kumeandikwa tumefuga mpaka kesho. In the spiritual realm washafunga duka yako. Kwenye huduma washafunga duka yako. Kuna siku nyingi hapa watu wamekuja kutoa testimony. Ati alikuja akazunguka hapa, akazunguka kaenda huko, akauliza kanisa ya synagogue inakuaga wapi.
kule kwa Waroige. Kuna mtu baka pale chini, watchmen wanakuambia hawajui, walimwambia hawajui hiyo kanisa. Akaondoka akaenda akaingia kwa Kioko, akakaa akaona huyu ni Kioko, sio hapa tena. Akatoka akaenda hapo chini, akaambiwa na mtu mwingine nina hapo chini. Akaenda akakuta ni kwa Maki Karioki. Masaa inaendelea, ikifika saa 7 wakati tumemaliza huduma, ndio anakutana na mtu akamwambia, ukienda ile nyumba unaona ile kahawa house hapo kuna Equity, uende hivyo hiyo nyumba ingine, uende hapo uingie ghorofa ya ngapi? Ya kwanza. Anakutana na mtu anamwambia baka mlango iko namna gani. Akikuja hapa anakumbuka alifika baka pale chini na akapanda kwa stairs tena akateremuka, because kuna seal alikuwa amewekwa ya kumzuia kuingia hapa. Kuna watu wanahangaikaga hapa, wanahangaika. Kuna mtu ametafuta hii building miezi 6. Kuna mama mwingine tulikuwa naye hapa jana, ametafuta building hii miezi 6 na anaijua. Alikuwa anafanyaga kazi hapa juu. Bwana Yesu, because there is a seal ya kumzuia asipate breakthrough ya maisha yake. Kuna seal ya kumzuia asisonge kwenye maisha yake. Kuna seal ya kuzuia biashara yake. Kwa hivyo hakutakiwa akuje, maana hapa ndio alikuwa apate breakthrough. Na alipokuja hapa nilimwambia tu maneno 2, nilimuuliza maneno 2, akaniambia ni kweli. Ulienda mahali fulani? Ulikutana na mtu fulani? Huyo mtu kuna kitu alikupatia? Na hiyo kitu iko kwa nyumba yako? Ndio utoe. Hiyo ndio imefuga biashara yako. Akaniambia na nema na dilalilikana miaka 10 sijakumbuka kuna kitu niliweka kwa nyumba. Sasa ndio nimekumbuka kuna kitu nimeweka kwa nyumba. Kumbe hiyo tu ndio alihitaji. Bwana Yesu, tulipomaliza kuongea na yeye, akienda kwa kazi, akienda sasa nyumbani, msugu mwenye alikuwa na supply ya vinyago akampigia simu kutoka Germany, akamwambia I've been looking for you for 2 years. Nimekutafuta 2 years sijakupata. Kumbe kuna kasili ili alienda kupatiwa kamkadhito kwa mugaga ndio kabusti kazi yake. Kumbe kaliweka seal kakakumfugia. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo watu wanakuonaga lakini hawakuoni. Kuna watu wanaonaga huduma yako lakini hawaioni. Watu wanaonaga kazi yako lakini haionekani. In the spiritual realm kumewekwa seal. Na hii seal haikuwekwa na mtu mwingine, iliwekwa na mwenzako, na mtu ambaye alikuja. Kuna watu walikuwa planted, na walipokuwa planted wanazunguka kwenye makanisa, wanazunguka kwenye maisha yako, wanazunguka kwenye masoko, wanazunguka kwenye mitaani to make sure that they have sealed people with destinies. Wanaweka seal, wanawafugia, wanaweka seal, wanakufugia, wanaweka seal, wanakufugia. So you will never know, you think it is normal. Alafu na wewe unakuja unakubaliana, unasema by the way, mimi sioni huduma yangu ikikuwa kubwa, mimi naonanga huduma yangu kama ni ya watu 200. You have given a legal right. Unasemaga mimi njenda kuheo pesa ni muthe wako akahe mantere ni aheaga tushirigiri 50 na hizo I am comfortable, I'm happy. To niekaga shopping nage kama huduma maria mangiri ahe ngiri 50 ri me am okay. You have given a legal right. Atugutire hinge ugakiririo shiringi ngiri 50 ugutura hau we ngombo ya muthuri ucio ahuthagira mamilioni ma pesa na kuria kungi. Until you say no, you will never be able to get your money. Because you are not born to be getting 50,000. You are not born to be getting 20,000. You are not born to be in that position you are in today. You are born to get into a position that God gave you because you came on earth with a reason. A reason. You have a mark on this world. You have a responsibility. You have a position. You have something that God created you for. You are not here just to come and be seated idle. You are not here to come and be here just idle. You are here with a reason. And in that reason, that is what they saw, and that's why they sent person to come and put a seal, because that reason is supposed to make this world a better place. Bwana Yesu asifiwe sana. You are called to make this world a better place. A place that everyone will enjoy. And this is the responsibility of you. There are people that come and clean this church so that when you come, you find a clean church. There are people who came here, they put the seats together and they arrange them properly. There are people that they fed me in the morning before I came here. There are people that they are given responsibilities for things to work for you. You have a responsibility. And in that responsibility, that is where your blessing comes from. And therefore, when
you are not in your responsibility, they have snatched you the blessings of God because you are not doing what you are supposed to do. You are not in the position that you are supposed to be in the position. You are not where your God wants you to be. You have been misdirected into the wrong position, and they have comforted you to believe that the 20,000 my husband gives me at the end of the month, it is comfortable, it's enough for me, because I'm going to remove my tithe of 2,000. I'm also be giving the sacrifice, and that is enough. Now I'm a happy woman. I can sit and wait for the husband to come in the evening. And the husband every day spends 50,000 shillings every day. For you, he gives you 20,000 that you spend in the whole month. And when you try to ask for more, you have to account for the 20,000 alikupatia. And therefore, kwa sababu alikulimit na akakufunga, because aliletwa kwa maisha yako, akakuwa positioned to make sure that what God called you for will not work. What God called you for. And when what God called you for will not work, it means every resources and everything that was meant for you to come so that you can facilitate the work of God will not come until you recognize yourself and give a legal right to God to access, for you to be able to access your riches, your wealth, to access what God created you for. Because God created you for a job, and this job has been facilitated. And if you are not in your job, in your office, then the facilitation will not reach you. The facilitation will not reach you. And this is what goes to the wicked people. And therefore, they will keep it until you recognize yourself. Hallelujah. The people you see are driving big cars and they are wicked. The people who sing, they are building big houses and they are wicked. These are the riches that belongs to us. These are the things that belongs to us. But because you have been sealed, this when came, it was diverted to somebody else. Therefore, this somebody else is caretaking it for you until you recognize yourself. Imagine you buying a car, an old car. A KAQ or a K whatever it is. That car, when it came on earth, it came bearing your name. But because you are not there to receive it, it came but went to somebody else who took care of it until you realize yourself. Now you will get your car when it is old. It is here, you will still get it, but when you realize yourself. Now what matters most now, when will you realize yourself? When it is an old car, or it will have been used partially, kidogo, then you get it. Or you get your husband when this husband is too old, atareginya magego. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaweno gya mutumia when she's too old, ginyani agire na bogoro, ne bogoro basho shita ko basho, ne gukora uari ogo ginya ikareti ogo, akorire ritho ni thina, ginya maitho ne marikarire na kou theinie, iromo ne ciaina merire na iye cia gure na kou theinie jaro ni amunyokire magego na ni agire mbeca cia gwikira magego make, riu agageka ya riu ugesha yake, ugesha gatumia ikareti atia. No mwanyitana todo hiko ni guaria rais ate mwagia mutumia waku ukona love. Wakati ugekerithia mutumia magia wagacoka kairetu ukona iromo ne ciacoka ega ukona guku kuria arahite ni ba ni gukura araja rucini ukona mwiri wake ni wacenjia na mwiri waku ni wacenjia ukaja konora ukona maguru maraikarite uguo ukona magacoka atia makajia guthie. No mutumia uyu ari waku ari kairetu, mutumia uyu ari waku ari ki kairetu, muthuri uyu ari waku ari mwanake. No tondu wathire mihang'o ingi, you are sealed and you are diverted from the particular reason by the demonic agency. Now that is the time when you realize. Now it all works with the Esau principle. Esau principle, the Esau principle inasema when you get tired, lelia okanoga, it is all about you. Utachoka lini? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukarega leo wewe ni mutumia na mutumia ni right yake. Ukanoga leo gatiriri ni muthuri uhiketie ri, yes ni ahiketie, but I have my rights. The day you will say I need my rights, that's the time ukona indo ciaku cia haruruka. Tondu ciekuo no cikarirwo no cikarirwo ni these other people. Bwana Yesu asifiwe sana. Your ministry is there. Bwana Yesu asifiwe sana. And it is still waiting for you. But remember now starting to preach when you are at 60 years. Starting to preach when you are at 70 years. Starting to preach. That's what you see. Watu wengine wanafanyaka wana
Ushaienda wale wameenda kwa baba wale tulikuwa tunaenda hata mimi naendaga hata saa hii sikosagi kuenda, naendaga kutembelea watu huko. I have friends who are still drinking. Kwa hivyo msimimi amnuta nejo kama nyinyi amuigiage kwa baa, mimi naigiaga kwa baa. Na naitishaga kanyama, nakula kanyama na glasi ya wine haiwezi kuanguka nikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siwezi. Kwa hivyo kama unafikiria unafuata mtu wa kunywaga ka wine, mimi nakunywaga. Hata kama utasika kakikuja naweza kugoga kamoja. Kwa hivyo kama unanifuataka ukifikiria mimi sikunywagi na kunywaga kadogo. Sasa tafuteni topic na tafutia topic ya mwezi huu na mwezi mwingine. Muoneshe yako alia. Ile ile agethirire. Si ati DH ndirathirire. By the way, Bwana asiwe sana. I will you see sometimes people confine themselves and say I will never be rich. Do you know that? People they agree wanauka waka ati mimi nakubaliana ati guy nie nione pesa za kugura igerutako ni inaweza kutoa wapi pesa ya kununua gari. Yani mimi maisha yetu in our family, the entire family, there is nothing can come out of gari. I don't think I can be able to drive a car. Ya nakira ya shughuli kila mmoja ni ule tuna togothoma gutocareria basari. Unakuta people have given a legal ground. When you go to look for a basari for your kid, it's a legal ground of poverty you are looking for. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when this child was born, he was born with his money. He was born with his plate. He was born with everything. So you are not supposed to go to look for a bursary for your kid when you have two hands, when you have eyes, when you have legs, when you have everything. Because you need to ask yourself, why are you going to look for the bursary? Why is it that I'm assisted to pay for the school fees of my children? When you come here, you say that I want to be given food. You are giving a legal ground that you are incapable of doing or getting food or being productive on earth. Because you have the eyes, you have the legs, you have the hand, you have everything that you need. But unakuja kuomba chakula. Apostle, mimi niko na siku 3 hata sijakula na hata fare sina, nimekuja Mungu hata kwa kulala hakuna. Si unashindwa. Wale wako na kwa kulala. Ruto ako na nyumba kama 200 sasa za kulala hapa, analala hapa, anaogopa asikuje kuchikwa kama muduro. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa ako na nyumba mingi za kulala. Dora ako na nyumba mingi za kulala. Sasa ni kwa nini Dora akakuwa na nyumba mingi za kulala? Wewe umekosa hata mahali ya kuweka kichwa. Ni kwa sababu kuna mahali ulikubaliana na poverty. Kuna mahali ulikubaliana na vitu ambavyo vinafanyika katika maisha yako. Kwa hivyo ile kusema I will never be rich, accepting bad situation, kukubaliana na vitu vyovyote vibaya. Ukikubaliana na any situation ambayo sio mzuri, ukikubaliana ukasema aidhiru ni makeia tu na sawa sawa, aidhiru ni mageke, you are giving a legal ground. You don't give a legal ground to a situation, because once you give a legal ground, that is what the demons are waiting for. The demons are not waiting for anything else. A legal ground. Ukubaliane, ukubali wewe ni pua, ukubali wewe ni mgonjwa, ukubali wewe ni maskini, ukubali wewe umeanguka, ukubali ministry yako imeanguka, ukubali hii imefanyika, ukubali hii imefanyika. Ukikubaliana na hiyo, wameweka hapo ndio wanangojea. Waeke tu wanangojea tu mdomo yako ifunguke ndio waeke muhuri. Wakiweka muhuri, maisha yako yote utaishi kuhangaika. Na katika kuishi kuhangaika, ni wewe tu utakuja kurevise, si mtu mwingine. Hakuna hata ukienda maombi gani, hata uombewe na nani. Maombi hayo ambayo yamewekewa legal, kitu yote imewekewa legal status ya seal, hauwezi, hakuna mtu anaweza kuondoa, ni wewe hata ukiombewa. Because there are several declarations that you need to make. Seals are breakable. Though the enemy wants you to believe life is normal. The enemy always anatafutaga uende ku believe that whatever hiyo kaguo unavaa ka shilingi 200, wewe ni wa klasi ya shilingi 200. Hako kaguo unavaa ka shilingi 500, wewe una believe kaguo kako ni mimi wacha nikwambie. Hata kama sina pesa naendaka kwa duka ya mtu yule najua nimetajuaga na hako na maguo expensive na hawezi kuninyima, maana mimi ni Dora. Namwambia dada Ruti eno na mimi navaa, nikivaa namwambia niko kulehera pesa. Na sasa hiyo sina pesa. Sasa tutangangania kwa simu
nikimwambia nakuja ninatuma, nakuja ninatuma, nakuja ninatuma. Nimeenda Dubai, nimekuja, niko Zambia, niko Rwanda, na labda ananiona tu, namwambia niko Rwanda, nitafute pesa nivae gani hiyo suit. Maana suit hiyo sio wale wanakaa State House, sio wale wanakaa bunge. Hapana, hata mimi niko na mwili ya kuvaa suit. Maana nimekataa, I can't. Nimekataa kusema I won't. Siwezi kuentertain. Guo shishuri hiyo haya. Na hanga ilitengenezwa hanga. Haikutengenezwa hanga, ilitengenezwa mimi. Kwa hivyo nitatumia ujaja yote niende niichukue, tungang'aniage kulipa. Tutangangana, nitakudanganya nikitafuta pesa. Baka wakati nitatafuta pesa nitaenda Nui nimetuma mara 3, sijui ni kwa nini. Hii pesa nimetuma mara 3 inaenda kwa mtu mwingine inarudishwa. Nikatuma tena ikarudishwa. Baka nikasema wacha baka nifike nikuje nijirete. Na saa hiyo unachukua unamwambia na ile inaoneja kama hii ni nzuri sana. Na hebu kiatu ni kama ya pesa gapi, nakwambia ni ya 15,000. Chukua 12,000. Na unavaa na unabeba na unamwambia nego kutomera. Tena mnaanza vita, mnangangana. Unajua na yeye bado wako kwenye situation, anataka stock kuisha na anajua unalipaga hata kama una delay. Ukatae, you refuse that position you are in. Kataa. Aenda uchukua, vitu ni zako, nguo ni yako, enda uchukue. Ndio kwa maana umeiona. Kama haukigua yako, haungeiona, haukienda kwa hiyo duka, make sure enda uchukue na uiweke, mngangani yake kulipana. Maana ni yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo position ni yako. Go and occupy. Take over. Wakati tulikuja kwa hii nyumba, wale watu tulikuwa nao kule City Stadium, tulikuwa na watu kama 30 hivi, members wa kanisa. Wakati niliwaambia tunakuja hapa, tukakuja hapa, nikawaleta, tulikuwa tumepimiwa hii beam, kutoka hiyo beam mpaka hiyo kurudi padi hiyo. Lakini nikakuja nikaona hapa. Sasa wakaniuliza tulali hatia. Nikamwambia hapa hailipagwi tulali hatia, si kijumla. Hapa inalikapagwa na square meter. Square. Wakaniuliza hiyo ni kusema na language gani? Nikamsuka square mita moja hivi moja hivi square wanalipisha 100 bob. Hapa kwingine 100. Hapa kwingine wakaniambia na sasa hiyo yote inakuja pesa gapi? Nikamwambia pamoja na service charges inakuja 500,000 per month. Nikaona mama mmoja si already wetu aliniangalia, kaangalia kiatu, akaniangalia tena, akaniambia na unakuaga na imani? Nikamwambia ndio. Nikajua huyu ameondokea. Nikaita mwingine alikuwa chairman, na yeye akakuja, tukazunguka. Akaniuliza ni kama pesa gapi roughly? Nikamwambia ni 500,050 pamoja na service charge hivyo zote hivyo. Akaniuliza na hiyo pesa ni tukurutako. Remember like a month ago kule tulikuwa tumeletewa auctioneer kwa sababu tulikuwa tumeshindwa kulipa 40,000 per month. Sasa tumeruka from 40,000 mpaka 500,000. Wakaniangalia. Siku hiyo kanisa ilipasuka mara ngapi? 2. Nusu 15 people wakaondoka, nikabaki na 15. Na hao 15 nilibaki na wao ni wale walishindwa kuniondokea. Bwana Yesu akina Sharedi walishindwa kuniondokea kwa sababu waliona tulikuwa marafiki sana, we were very close, na kina Kokia wengine walishindwa, lakini ukiangalia roho yao yote haikuwa pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaambia kwa sababu kuna mahali wanasai, nikaambia nendeni muandike check. Hawa wanataka miezi mitatu. Deposit ya miezi mitatu na rent ya miezi mitatu. That is 3 million. Hello. 3 million. Nikaambia nendeni musaini cheki ya 500 cheki 6. Hello. Nikakuja nikapata kiateka pale na Itago Jackson. Nikamwambia nimekuja. Nikampatia cheki. Nikamwambia hii ni deposit ya 1 million. Na saa hiyo kule auctioneer wanatufukuza huko. Nikapatia na cheki ya pesa ngapi? 1 million. Chiaredi akaniambia tunaweza kwenda kule kwa bank kwa sababu nimekuwa na commitment mingi, nitoe signature yangu, tutafute mtu mwingine because kwa sababu naona kanisa tutakuwa busy, na tukikuwa busy utahitaji signature kila siku. Kwa hivyo nataka tulete mtu mwingine
tuende tuweke si. Nikajua tu ni kujiodoa na jiodoa. Nikaita ule mtu alikuwa karibu, nikamwambia kuja andiko pale signature tukaweka. Nikajua wewe ondoka. Nikajua one problem imeniondokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Because these are the people that believes that we need to live in poverty. Ati kanisa lazima ikaanze kakiwa kadogo kaende kakikua. Nikajua mimi sitaanzisha, mimi nataka kuchukua faith ya watu wa baa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana faith ya mtu wa baa ni stronger kuliko faith ya mtu wa nini? Wa kanisa. Maana ukienda hapa hizi manyumba, kuna baa imetengenezwa hapa mpaka juzi nilienda huko na nikakula kawaini. Hapa hii Kagen House hapo hivyo. Hapo juu. Kuna mtu amepita hapo? Mmepita hapo? Hebu enda sasa hivi jioni upitie hapo. Imetengenezwa antique, yani imetengenezwa mpaka niliingia ndani nikakaa. Jamaa mrembo mwingine hapa ananiangalia kwa TikTok, akaniambia Apostle karibu. Nikamwambia nipatie glasi ya wine, red wine ikuje. Nikameza ku admire the kind of work that is being done there. Maskrini zile ziko huko, you cannot afford the charge. Kile kiti ameenda China, ameleta kiti mzuri, sio hizi kiti unakalia unasikia unaenda na ndani inakuinua juu. Unaenda na ndani wenye unalewa inakuinua juu. Unaenda na ndani inakuinua juu. Yani ukiangalia hiyo faith ya huyo mtu bibi yake ni wa kanisa, ni wa FDA. Watoto wake hawasi walevi, yeye peke yake ndio mlevi. Alienda kaenda akachukua loan ya 20,000. Akakoboa hiyo nyumba, akatengeneza. Amepeka mafudi pale. Hata mafudi ninataka wewe kuja nitengeneze. Nilimwomba nipatie namba ya hawa mafudi wamekutengenezea, kwa sababu mimi nataka kujenga kanisa ingine. Maana niliona hii hakuna kazi, hii ni kama choo ya kwake, hata choo ni mrembo kuliko hii. Nikashindwa huyu mtu ametoa wapi imani hii mingi hivi. Na sisi watu wa kanisa lazima nianze kutafuta washirika, tujenge kanyumba, tuende kule Mukuru, tukae kwa karumu kamoja kama pati, tuhubirie hapo, tubomolewe hako, ndio tuende hako kengine, ndio tuende hako kengine, ndio tukuje. Mimi hiyo imani nilikosa. Hiyo ya kuishi kwa maisha ya Mukuru ati ndio Mungu aniinue, nilikosa hiyo imani. Huyo Mungu wa kukuinua polepole simutaki. Nataka mimi niinue Mungu wangu aonekane. Sio Mungu aniinue, Mungu wangu ni muinue. Maana amenipatia uhai, amenipatia nguvu, amenipatia kila kitu, amenipatia akili, amenipatia plani. Kwa hivyo I don't need to go to let God to lift me up. Alinileta dunia hii tena akuja niinue? Hapana, ni mimi niinue Mungu wangu ajulikane. Bwana Yesu asifiwe sana. I didn't care tuko na watu wangapi. Nikajua huyo ameondoka. Nikaangalia wengine wakaondoka, nilibaki na watu 3. Hao ndio nilijua tu wako na imani. Tukakuja, mmoja alikuwaga chairman. Tulikuwa tunamuitaga chairman. Akakuja, tukakuja tukapima, akaniambia ile imani mimi najuaga na kuaga nayo hii nyumba. Yeye huyo chairman ndiye aliniencourage, akaniambia hapa kulikuwa kumefugwa. Akaniambia kiateka, ameniambia tairu mwingine haina mtu, tuchukue yote. Nikamuuliza kuna mlango sasa, hiyo tulikuwa tunapitia hii mlango pale, ile hiyo corridor tunakuja inaingia hapa, maana hii ilikuwa inazuia huko na hii inaingia hapa inakuja hapa, hii ndio mlango ya kuingia hapa. Tukakuja katufungulia, tukaingia, nikaona wow, nikaona kanisa kubwa, kila kitu kubwa. Nikaenda nikamuongezea cheki nyingine. Nikamwambia na cheki haina hata dururu, tuko na minus kule kwa account. Wacha nikwambie, tukiwa pale on one side, kale kamutu kanaitwa Boya, mnakajua? Ndio kalikuja kaniambia kanataka kuni-interview. Kamutu kalikuwa kamevaa trouser ni kama imekuliwa na ng'ombe, na t-shirt ni kama kametoka kwa mdomo ya ng'ombe. Kalikuwa kamevaa t-shirt upside down kwa sababu ndani ilikuwa chafu. Kakaniambia kanataka kuni-interview. Siku hiyo sikuwa najua mambo ya YouTube hata kidogo. Nikamuuliza sasa unani-interview unapeleka kwa station gani? Akaniambia nakuaga na YouTube page. Kanimuuliza hiyo ni nini? Akaniambia this is 2 years ago. Akaniambia YouTube page ndio tunawekaga content. Akaniambia I'm a content creator. Sasa mimi sikuwa nasikia jina content ni nini. Nilikuwa nafikiria nitaenda kufanya kamunyama ama kufanya content hivi. Ndio sasa kaka insist na kalikuja on Saturday. Kaka insist na kakakaa hapo na kakasema kanataka interview. Mimi nikajaribu kukafukuza watu, wakaniambia odoa hii aibu hapa. Wewe enda hapo ndani kakufanya hiyo interview, kaodoa hii aibu. Tunaona kama ndo waka nekarani uga. Ndio yaka hiana. Na mimi nikakubali ndio tuodoe aibu. Kakaingia na hapo, kakaandika kakaweka study kama hile na simu yake. Kakakuja kakakaa karibu na sasa yo sub man. Kakaongea kakaanza interview.
kakaniita hiyo mambo ya Freemason hapa. Nikawapatiana mambo ya Freemason venye tulienda kuredi hapo. Kakaniambia hii kitu nitaiweka saa 12. Karibu ananiambia ita hit. Ita trend dunia mzima. Nikama sasa mimi nilikuwa nauliza katoke haraka mpaka nikarudi kwa mfuko, nilikuwa na 200 nikapatia 200 ndio kaone 200 kaende kakakule kawachane nani na mimi kakaenda saa 12 kakaweka. Mimi hata sikuiona, nilirudi kuiona the following day. By saa 3 usiku simu yangu ilikuwa imejam ma calls from all over Canada, America, kila mahali. Watu wote wakiniambia niobe. In 2 weeks my account had 5 million shillings. 2 weeks zile pesa zilikuwa zimetumwa kwa account yangu. Pesa zilikuja 5 million, nikakuja nikalipa pesa hapa. Kuingia tu hivi, mtu mmoja kutoka Japani akaniuliza, kanisa hiyo ni kama viti gapi inahitaji? Hallelujah. You need to have the faith. Ukikuwa na faith tu peke yake, you unseal. Kuna seal lazima uzibreak kupitia your faith. Kuna vitu lazima unaweza kuzibreak. Maana kutoka siku hiyo nilivunja spirit ya kwetu nyumbani ya poverty. Maana kwetu nyumbani kuna mahali tulikuwa tumefika tukaona ni kama tumetoshereka. Ile maisha tulikuwa tunakaa kwetu nyumbani, tulikuwa tumetoshereka, ilikuwa sawa ya kukaa tukiitwa sisi ni maskini. Lakini jina yangu huko ni kubwa, inajulikana kubwa, lakini kwetu ukiingia kwangu hata turugi ni shida kupata. Lakini huko nje watu wananiogopa, wanatembea hivi, nikipita mahali unaona kama mtu ananipigia saluti. Huko barabarani ma traffic officers walikuwa wananipigia saluti nikipita, na kumbe nimetoka nyumbani bila kukunywa chai. Because of an agreement. Nilikuwa nimepatiana legal status nyumbani ya maisha yangu ya kwamba mimi nimezaliwa nikiwa poor man. Kwa hivyo nafaa kukaa nikiwa poor man. Until you refuse, until you say no, you have to make declaration. I'm going to look at the 4 declaration ambazo lazima tuzifanye. Na tukifanya hizo 4 declaration and they are biblical, I'm telling you that your life will never be the same again. Your life will change. Declaration number 1. I am the head, not the tail. I am not beneath, but above only. Hallelujah. That is the declaration number 1. That you have to understand you are the head, you are not the tail. You are above everything. You are above. And when you raise yourself above, unajua umejipeleka wapi? Into the heavenly courts, that no demonic and no spirit of poverty, no spirit of limitation can work on you when you place yourself high above in the heavenly courts. Ukiwa kwenye heavenly courts, now intimidation wherever it calls itself can be able to attack you because you are protected by the heavenly courts. When moment you make a declaration, Bwana asifiwe sana. This verse is always in the Bible, and this verse mmekuwa mki-quote. There is a quote, there is quoting and making a declaration. A declaration we make it with power and authority, but a quote, you quote it because it's a norm. You just mention it. The Bible says that I am not a tail, I am what? A head. That's quoting. But when you declare, you say, I am the head, I am not the tail, I am not the borrower, I am the lender. In the mighty name of Jesus Christ, you declare, you make a declaration. When you are making declaration, you are breaking those seals, because you are intervening in the court of heaven. That in the court now, come here, I am making a declaration today that I am not going to live in poverty, I am not going to live in limitation. I am the head, I am not the tail. You make with power, you make with zeal to unseal, to cut the seal that has always. Not quoting. There is a big difference between quoting. You must get out of quoting the Bible and using the Bible as a tool to declare. Use the Bible to declare the power of God. Use the Bible to declare the power of Jesus Christ. Use the Bible to declare the healing. Use the Bible to declare anything around you. And God will intervene. Because when you declare, you raise yourself above to the court of heaven. And when you are in the supreme court of heaven, the Chief Justice, Mother Koome of heaven, will just do a declaration and say, that person be set free. Hallelujah. And once you are set free from the Supreme Court, there is no any other court that you can go to. That is final. Anything that was challenging you, anything that was difficult in your life, you become. Look at Esau when he
got tired. Eventually he got tired. And if you look at the genealogy of Esau, they even built cities. They made big things happen in their life. And many things happen. Ndio wanaitakwa Edom. Edom ndio hawa wanatusubua. Umeona wameenda baka wapi? Baka America, Minnesota. Wameitana upside down. Wamekuja wamejaka Nairobi. Lakini Gachagua amewavuruga. Na sasa nilisema hivi wakanipeleka kotini. Sasa usiwapeleke Gachagua kotini. Simuliona siku ile nilisema walikuja baka hapa na Salmon. Tunaenda inaitwa nini? Cohesion, asijui what cohesion, nikaambia kubafu sikuji. Takataka. Najua nilisa hiyo nilikuwa nimeanza kufundishwa na baba Nganga. Kaiba takataka ng'obeishi. Na huyo mzee ananipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua I'm the only person who declares yeye ni baba yangu. Na namsupport na nasimama kwenye madhabahu kusema yeye ni nani? Awe kiwete, awe mlevi, awe malaya, amelala na wewe. Niakomete nawe. Wamenyilia hata ni malaya. Wamenyilia hata ni malaya na mutikomete nake. Nitoria mundu uwe gatiriri ni ngomaga na andu gwakwa ri. Nigetha menye ni ngomaga na andu gwakwa ri. Ariku. Ariku. Ari raini-ini. You know, when mutika kuage ate na ngoro atoihuragia maundu na guko ngoro-ini ate ni scandal, ate on scandal. Use that scandal for your benefit. Turn it around. Use it for your benefit. Ugekero ni roniro na kimuthee kiene na haha. Turn it around. Use it to glorify God. Bwana ni agosho. Ukikaigwa ati ukomaga we akomaga we akabangwa rumweno ege we akabangwa rumweno niko fagwa fagiro mathama ugikia atakinyereirwo nikio na bitterness. Use it for your benefit. Don't cry. You are being scandalized. Don't cry. Don't even be bothered. Don't kana make ate makwereke ke. Nah, use it. Use it. Because waikilio mahigari moyo kifanga. Wakikurushia mawe chukua kipaga. Hiyo mawe utahitaji wakati unajenga nyumba. Yes. Don't worry about the stones they are going to throw at you. You are not the first one to be thrown the stones. Yesu mwenyewe alikuwa accused. Wewe ni nani? Akoroka mwenyewe ni accused ile. God is an accused. Is an accused. Sikuna devil worshippers. Wanafanyaka nini? Si kumu accuse. Sasa wewe ni nani? Kiube tu. Tubu. Thege. If God is being accused, who are you? Leave it to God and use it for your advantage. Don't be crying at unajua anasema, unajua nini? Na kanisa ya Mungu hata wapigane namna gani haiwezi fugwa, haiwezi ondokewa na watu wote wa nyumba hii. Hakuna mahali wanaweza kuenda. Never be lied to anybody. Those people who are called to be in this ministry, hata muabie namna gani, watabaki hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bolina thege sira kwa thege na thwariga na jagirire ciukita guko guka gucera guko kumemamemia guka gutuika ma monitoring maigwa cascade wanaenda icio citagwo nguruwe. Those are the pigs that they are only following you because of food. They are only following you because there is something they are getting from you. When you stop it, they will not be here with you. And never entertain those nonsense people. Never entertain and never be good. God has never been good to us. And we are a creation of God. God has never. Dokana tuike mundu mwega. Dokana tuike ndure buce ruratwaro. No. Gutire dokana tuike mundu mwega. Meguguota rucini na maguthike. No ireka guthima thikori. Ma mundu wanyu. Wendete pio nginyokirira maithori. Nginyoke feinti. Warikia ko feinti woyo watwaro nyumba ri makuhurutira oguo ri warioka haria wariokire ri no acokire kurira ringi. What was the next phone call? Nyame hereire ha etoko turari hakanyama. And that is the end of the story. Na ginya mukire kanyama na mutaska waku ona ndogeririka na he mundu muma guthika. Rugetweke mwega, be good now. Be good at sasa ati watu akusifu. Utazikwa na huko kwa hewa. Wewe utaweka kule hata kule maraya madhiketo ni kuo guthikwo, kule jagiri cithiketo, kule ici madhiketo, kule hoya ngoma madhiketo ni kuo gathikwo. Ndugathikwo kundu kungi
Christine mundu gito ni Christine kana ndo Catherine dukathi kukundu kungi muhu ucoke muhu teri ucoke teri na niguo urari hori ginya gukinya ginya uragĩa na mbogoro mũgongo spinal cord yaku ĩkagĩa na mbogoro nĩ ũrĩa ũkinyangaga na kĩhũri style. Never be good to anybody. Bwana Yesu asifiwe sana. Never be good to anybody. Never try to please anybody. Never try to please anybody, even if it's your mother or your mother. Be in your position and entertain your position only, because that is where only you have the connection with your God. You alone, you have the connection with God. You don't have connection. We don't have connection with God. I have connection with God. Me alone, not we. God, we never get saved. I get saved. Bwana Yesu asifiwe sana. There is no corporate salvation. Salvation is me. The relationship is me, not anybody else. So I will not please you, because the only supposed to please to ni Mungu peke yake. Maana I'm answerable to him. Sasa ukikuja kuniambia maneno mingi, hiyo ni mawe natumiaga kujenga nayo. Na ndio unaona nimeendelea. Si mnaona nimeendelea? Si hata unaona sura imekuwa mzuri sasa. Todo hame tumirigodira hakuwe. Ndakinyite kagĩa na wana ngaigua mundu gwetoroda ati hari undu araria ndeto ciakwa kai gahurire thimu tadi ukurire gapanado na hau ni kurio ni mutwe ni undu wao ni undu wa roda gacoka ngaigua charity nake ri kario ni mutwe nginya riu mutwari kia kunde tondu no aria muno ri ukaga hakuria ri ukaigua mahende guku ciande ni cianja gutura ciande cia gutura muno ri ukaigua spinal cord niyo riu kinya kwirakoraga ngethia atia ne kogeria kuiga spinal cord wega ndige tondu uri ndiraturwo ni undu wa kware ciandu citari na kuria. The day you discover that you have a date with God, you stop everything. You mark your date with God. You mark your responsibility with God. And you do the will of God according to his will, according to his plan. And be in that position and work according to the plans of God. Then the rest is history. Don't please man. Hallelujah. Mududiaga kioro tawe. No, I used to think some other people do not go to the toilet. Until I discovered even Ruto has a toilet in his bedroom. So what does he go there to do? Adia kioro na matu. There's no difference. Yes. No. Seek your God. And the moment you continuously seek your God, you become yourself and you become that material for God. Then God will use you because you have submitted to him. Just surrender to God and God will lift you. And also make this the declaration that I am not the tail, I am the head. The moment you know that you are the head, there is nobody who is superior than you. Do you get it? Look at your neighbor. Look at your neighbor. Mwangalie tu. They are not superior than you. Look at that face. That face is not superior than you. You are the head. Mwangalie tu kwa macho, mwangalie kabisa. You are the head. Wewe ni mkubwa yake. You are the head, you are not the tail. Kwa hivyo asikuangaishe, asikutishe, asikuonyeshe kama yeye ni mtu wa maana. Hapana, I am the head. Make that declaration this year and see what God will do in your life. I am the head. Wherever you go, I am the head. Ukikutana na Ruto, I am the head. Ukikutana na Kedeke, I am the head. Ukikutana na Rigiji, I am the head. Ukikutana na Harrison Nganga, I am the head. Ukienda kwa James Maina, I am the head. Ukikuja kwa Warege, I am the head. Yes. Yes. Na inaidaga hivyo. Na unakaa kama ukiriga. Yani unakaa jia zingine hivi. Waikaraga ugeteaga. Wetee niguo teo. Hallelujah. Wetee niguo teo. Mako yawe mwete yes, of course. Yeah. Ukamulia neke wana ne hawana hagetea. Even your walking style can he could heal ya. Wakwa murathime na guku thutha ukahioria wega riu biu ukahioria wega biu ugathie ugakinyanga mwiri akiri waku no twiriire ni agutwiriire Asha live your own life. Live your own life. You are the head. Tell your neighbor I am the head.
Remember, I am the head. You are the tail. No more, you are the tail. I am the head. Don't ever. Usisubuke akili ati mtu atakuja kukutishia maisha ya nani. Maisha ya nani? Uta imagine ugetishira dola. Dola. I don't care. Ati ajaba mwingine hapa ali hapa kwa hizi matatu hapa nikichomoka na gari. Sasa nikaingiza gari kimangana. Najua nilikuwa makaga na nilikuwa madereva matatu. Nikaingiza kimangana, nikaingia hapo. Akakanyaga breki asema, mtumishi hata wewe. Nikamwambia kwani ni mvazi hii ni gari tuko kwa barabara. Hapa hakuna mtumishi, mimi ni driver kama wewe. Akasema haya, unaongea matope, hata kukutusi nitakutusi. Nugu hii. Yes, because I am the head. I am not the tail. Never bother what they are saying about you. Never bother what they were declaring you. Wanasema you ati wewe haufai, walikutengeneza. Ati wewe hauwezi, ndio wamekubebea gasi ya kuenza. No, you are yourself. Build yourself. Have a relationship with your God. Make declarations that will open every seal that is against your life. Twende kwa seal number 2. Declaration number 2, sorry. Declaration number 2. They control the second declaration, Proverbs 13:22. Proverbs 13:22. The wealth of the wicked is made for the righteous. Hebu tusome. Nani itakwati hiyo? Ni unaweza kutuwekea hiyo tusome. Yani ati otoga. Wadu maria matowaine na Ngai. Yani otoga. Wadu maria matowaine na Ngai. Acio matoe Ngai. Bo turaga wonaga Jesu haha. No gware ingĩ citũraga iriaga indo iria ciagĩrĩire kũrĩo nĩwe. No. You have to make a declaration. You have to say, no, these millions belongs to me. I need, wageni kutwarithia gakari kega. Drive a nice car. This year I decree and declare, niko twarithia Range Rover. I will drive a Range Rover, brand new. Itaikarirwo ni mundu. At a new model. Yes, I will drive it. I also drive a VX. And also we will have a truck for the church. And the vans for the church. Hatutakuwa tukienda kukomboa magari na hapa chini. Tutakuwa tukienda safari. Tukiingia crusade ya Nyeri. Tunaenda na gari 100. Tuna take over Nyeri. Tuna control. I decree and declare. EEG. Wacha na huyu profeta wote na shida akitusubua hapa na kuoshewa barabara. Niliona akioshewa barabara na kifagilio na wanatandika kwa main road, wanaweka carpet at the mightiest prophet anakuja. We are not going to be the mightiest followers, but we are the prophets. We are the real prophets. I don't need to be mighty because my God is mightier. The God I believe in is mightier. And therefore, if I believe in a mightier God, I am a prophet of God. And I will make this country I will turn this country upside down. Na ndio kwa maana jege ciothe cia ikatirwo nigetha tugene na a team that will do the job. Kwa hivyo ukiona jege cikiingatwo na megonyi ikiingatwo ekeherio muturire-ini waku, don't cry. You thank God because God has done it. This is something that you could not have done it because Rhoda was my friend. Rhoda has been with me. Nuaguragira kanyamu, niajikagiria kanyamu, niajiraga dio kanywaga cai Serena. Yani we are so close. So, and she is the problem in my life. So to remove Rhoda, you need God. So that is why you go to the mountain and you cry to God. Ugemwambia, remove the impurities from my life. Remove the obstacles from my life. Make me pure. Make me clean for your services. A good man liveth an inheritance to his children, and the wealth of the sinner is laid up for the righteous. So there is something hidden. Iko na watu kule, kuna utajiri, iko na watu wamekamata utajiri, na utajiri hiyo ni yako. We are going to claim utajiri ya hawa watu ambao wamekamata kule, maana it is kept for you. It is laid up for the righteous. Laid what?
It is laid. Imewekwa because of you. I'm waiting for you to make this declaration. Useme, a good man leaveth an inheritance to his children and his children's. Nani, being good, titoka hekala gaku. Atene korati geire ido, kehekela yake. That is when, how you toka jawo tarara isi azinesi yako. A good. That is when you become good. For now, you are not good. Don't even count yourself to be. Kileo katikira mwai. Yataka mwai. Yes. Kyo ndiko gega qualify ukoro emwela. Tikileo kanegera nyabura. Asha. It is not counted. It is what you leave to your children's. Otogole gakoro ni ciana ciako. Ucio niguo tuma uqualifyaga. Uyo ari mundu mwega. Uyo ari na Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wacha kuhangira watoto wako, hangira watoto wa watoto wako. Work hard, wacha megi hapa. Declare, make declaration. Useme, and the wealth of the sinner. Oh, go out there. Ukiona naingiaga kwa mabaa, siingiagi kwa mabati kwa sababu ya kawaini. Waini nilikunywa. Mimi hata kwangu ukosage chupa ya waini. Halo, hata hapa niko nayo. Si mnakunywaga hapa. Aleviaya. Anigo mnyona ga mukemeria wega. Uko na ginya mundu ekogo. Yeah? Murega korega niki. Uko mutiri alevi. Murega korega niki. Yeah? Nigo ekora mukanywa. Yoka. Grada taro bororia ekogo. Ginya kaluta lidoja. Kana asese mena jini. Ambia mchungaji atuongeze ingine. Ama atiambia mchungaji aongeze kikombe kwe kubwa. Kumbe ni kanisa ya walevi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutakunywa juisi. Ati ndio tukue watu wazuri. Imeandikwa kwenye Biblia ni wine. Wine. Divei niyo enyuwago as the body of Christ. Hiyo ndio tutakunywa. Bwana Yesu, ile hatutakunywa whiskey, tutakunywa nini? Divei. Wine, hiyo tutakunywa. Na hata ukitaka leo nikununulie pale kamoja, nitakununulia si mbili, kamoja. Askoni ndio tamu. Yes. Die for it. Die muge. Wado kore mwe. Edeni mukaseme. Everything that is existing that you are seeing, the riches kule nje, iko na matajiri ati wanaendesha magari makubwa. All this is waiting for you. Only to change the situation. Only to change how you say about it. Only to say what you do. Use your tongue properly. Bwana Yesu asifiwe sana. Use your tongue properly to claim things. They will come. Use your tongue to command. If you command, you declare it in the courts of heaven. The court of heaven will give verdict that this belongs to you. And once the court of heaven, wakati unapeleka kesi yako in the heavenly court, ni unaipeleka kwenye bigu, ni ukipeleka huko, unakuwa umeondoa vitu vyote kwenye nini? Kwenye systems za dunia, unaipeleka mahali hawawezi kuchallenge. Kwa hivyo when you take your grievances kule juu, nobody can be able to challenge. Do like an eagle. An eagle is not bothered. Ikishika nyoka, inapelekaga juu. Pale juu kabisa inacheza nayo pale juu. Inaachiliaga kidogo inarudi inaishikia hapa chini. Inaachilia tena inarudi. It cannot be able to control itself. Be like an eagle. Raise your standards. Raise your positions. Raise your negotiation. Yani your appeal towards the negotiation. Your discussions with God. Raise it above. Ondoka hapa duniani. Wacha kungangania ati kikombe ya chai. Wacha kungangania ati position ya hapa kanisani. Wacha kungangania ati kitu hapa ati unataka wewe ndio nani, mimi ndio nani. Wacha kungangania vitu vidogo. Ngangania uingie kwenye court of heaven. When you are in the court of heaven, any decision that will be made, nobody can be able to reverse it. Nobody, hakuna mtu ana uwezo wa kureverse. It will be declared and it will remain like so. And nobody will come against you. Nobody will be able to rise up against you because you have instituted a system that no man can be able to undo. But if you compare ati leo mmoja korwa na mutumio oyo, atatoa mutumio anga Kenya awesha kwa dini yako elile, agake, you are wasting your time.
Kuna siku ingine niliona yule, lakini tuache hiyo story. So much wealth is reserved for the righteous. The wealth is accumulating wherever it is. Every time the wealth is accumulating. Wacha nikwambie, if we can do this declaration from today for 14 days, we do every day the declaration that the utajiri yangu, yani the wealth of the unrighteous, the wicked belongs to me. You declare, unasema I'm the head, I'm not the tail. You declare, you go moving for 14 days, we do it. I'm telling you, by the 14th day, every seal that had been attached to you will be broken. Every seal that has been attached to you will be broken. And you'll be counting your millions in the account. Zitaigia. I am telling you, muniamini sasa. Mimi nitakuja na testimony yangu na nitawaletea hapa. In the 14th day, nitawaletea testimony yangu niwaambie, this is my testimony. This is my millions. Na ziko na heathens. Ziko na warefi. Lakini zitaletwa. Hata kama ni kwa Ruto nitaenda huko, nitatoa. Yes. Nitamtolea unabii. I have to go there with the power from the court of heaven and declare, this is my wealth. Hizi ni pesa zangu, hizi ni magari zangu, hizi ni mashamba zangu. They don't belong to the unrighteous, the wicked people. They belong to us. Ndio kwa maana nilikuja nikaingia kwa nyumba kama hii. Nobody can dare me. Hapa mpaka Musiri anakuwa na kanisa kametosha na hapa kadogo. Nobody. Hata baba yangu wa kiroho nganga ana kama hii. Ni ya mabati. Tuko live. Nimeita nyumba ya baba. A good man leaveth an inheritance to his children. Hallelujah. Hiyo kitu imenifurahisha sana. Siku anajua inasemaga hivyo. Yes. Twende. Nasikia tu. Tuko kwa second declaration. Twende kwa third declaration. Isaiah 54 verse 17. Isaiah 54 verse 17. Hallelujah. Isaiah 54 verse 17. And quickly. You are not alone. Kwa hivyo unajua mashetani yalikuja akakufanya uonage ni kama you are alone. Every time you are living like you are isolated. Every time you are on this world ni kama shetani alikuchukua akachukua possession yako. So wakati wote ambako unatembeaga ni kama shetani anakucontrol. Unaenda kama ni remote control. Hata kutembea kwako unatembeaga ni kama unaita what? Robot. Tumepata verse 17 inasema nini? No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that has, hallelujah, but do I say sasa upeleke mtu kama maze kwako, si hasara inakuja automatically. Alien chuka moja alien ni 300,000 kale kametosha na hivi. Sasa patia mtu kama huyu ajue kutumia. Mtu anatumia ka Yolanda bin Sundan. Hapo ndika shuba kai kalete, kai kala mangonyo kai kalete ka udo. Bako nazika ni kama vuso ikitoa freno. Madhari ya gosho. These are the declaration that you have to make. This is in judgment. Whatever was spoken to you through that tongue was spoken to you through a judgment. So you have to lift yourself to the court of heaven and release it there, because this is up to peke yake in the court of heaven. Raise yourself above to the court of heaven. You exonerate yourself from any other accusation, any other bondages, any other powers ambazo ziko hapa chini. Haziwezi zikakuguza, maana umetembea kwenye mbingu, hawawezi kupenya. Penya kwenye mbingu za juu. When you are making this declaration, don't just make a declaration ukiwa hapa duniani, ukiwa hapa pale unakanyaga mafi kila siku. Make a declaration while in heaven, in the courts of heaven. Mungu Baba ndio huyu unamuona. Usiende kwa Mungu Mwana ama Mungu Roho. Hapana, nenda kwa Mungu Baba. Na umwambie Mungu Baba, niko hapa. Mahali Yesu wako ako kwa Mungu Baba, mkono wa kulia. Enda kwa Mungu Baba.
koti yake. Mwambie wewe, you are the judge and I have come to make declarations. I've come to make decrees in this court. And once, because you are going to be accepted, any decree made in the court of heaven, nobody can be able to reverse it. Nobody. Kama kuna pesa zako zilikuwa zimefungiwa, zinafunguliwa mara moja. Kama kuna shamba lako lilikuwa limepotea, unaachiliwa mara moja. Kama kuna ndoa yako ilikuwa imekamatwa, inaachiliwa mara moja. Kama kuna vitu vya ancestors vilikuwa vimekukamata, vinakuacha mara moja, and they can never come to argue against a court in heaven. That's the top secret of releasing yourself. And that's why I told you, are not alone. You have a court in heaven that can fight for you. You are not alone. Mwambie mwenzako, I'm not alone. I have discovered declaration number 4. We get it in the book of Ephesians chapter number 1 verse 3. Ephesians chapter number 1 verse 3. If we can get it. Ephesians chapter number 1 verse 3. Ndio tumalizie. These are generational attack, generational covenants that were made by your great grandfathers. These things that you found were existing, but you don't know that they were existing. These are the things that, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So there are many things that you found them. Vuka wanyuale gati, yuwafa ituale kenare mau. Watu walifanya madhambi, wengine walikuwa waganga, wengine walikuwa mambo mengine ambao hayaeleweki. These things you don't know. So prosecuting this thing, you don't prosecute them in a manner that you know. You take them wholesomely to the court of heaven. The court of heaven will deal with them because ni ancestral, ni vitu za zamani, ni vitu ambazo hauzielewi, ni vitu mama yako alifanya. Wakati alidugwa miba, alikuwa amelala na wanaume wangapi? Na wakati ulidugwa miba, yani mama wewe ukiwa kwa tumbo, ulisafishwa na watu wengine wangapi? Uliogesewa masikio, ama uliogesewa manosi, ama uliogesewa meno. Those are the things that your mother can never tell you. Bwana Yesu asifiwe sana. And those are the curses. Ni vitu umebebeshwa na mama yako ambavyo hauvielewi, hauvijui. And this is the reason. Kama juzi tulikuwa tunasoma, what happens, why do we have gays? Ni kwa nini mwanaume anabadilika, anapatiana na huko nyuma anasema nataka kudene? Ni kwa sababu wakati bwana yako alikuwa na kulala na wewe, hakuwa anataka mvulana, alikuwa anataka msichana, alikuwa anataka azaliwe mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the reason of we having the gays, because bwana alide muthe edaga kenyi na aciariro nyina na wewe edaga thoguo. So maombi yako ikaigia ya nani? Ya kijana akakuja. But in the spirit, when the man was speaking, because the man is the head, when he was speaking, he was demanding for a woman. So mtoto huyu hata akikuja akiwa mwanaume atabehave kama woman because of the prophetic words spoken upon this child. Maneno yote ambayo yazungumziwa huyu mtoto akiwa kwa tumbo ya mama yake. Maana callings are not made outside the womb. Callings are made in the womb. Moses was made a king, was made a liberator in the womb. Jesus was made a savior in the womb. And Joseph was made the king in the womb. Jeremiah was made and consecrated in the womb. So in the womb, that is where formations of the callings are made. So I will divert my child to become a gay right inside the womb. Because I didn't want him, I wanted her. So outside ya kizaliwa atakuja akiwa her, lakini physically atakuwa he. Lakini character na behavior atakuwa her. Ndio utakuta akikwambia, I think I was not supposed to be a man. I was supposed to be a woman. I want to go for surgery so that I can become what I was supposed to be. Ndivyo watoto wanaambia watu. Aende atolewe. Akitolewa ndio atengenezwe vizuri, aanze kufanya kazi ya mama. Maana hakutabiriwa kuja akiwa mwanaume, alikuwa ametabiriwa kuja akiwa mama. Na wasichana wale, mama, mimi nilikuwa nataka nani? Mimi nilikuwa nataka baba yangu, lakini huyu akazaa msichana. So huyu msichana always atabehave masculine. Atakuwa ni mtu, ni mwanaume, character ni mwanaume, behavior ni mwanaume, kila kitu ni mwanaume. Ndio nakuta sasa msichana anatafuta kisichana kingine na kifanya mwanamke, yeye anakuwa mwanaume. Because the maneno yaliyonenewa huyu mtoto, maneno yaliyonenewa huyu mtoto akiwa ndani, whatever was formed, whatever that comes out, whatever you are today, ni kitu kilifanyikia kwa tumbo ya mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaitwa David anasema, nikiwa kwa tumbo ya mama yangu ndio nilifanyika mfalme.
unafanyika mfalme kwa tumbo, haufanyiki mfalme ukitoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitoka already you have your calling with you. And that is why the King Herod alitaka kuua vijana wote, because already kamezaliwa. Wakati wa Jesus alisema vijana wauliwe, na hata kuna watu walifuata nyota kwenda kutafuta huyo mtoto. Kumbuka naitwa ni malaika Gabriel ndiye alipeleka ujumbe kwa mama wa Yesu na akamwambia ndani yako uko na uzao. Na Esau hakulaaniwa nje. Esau alilaaniwa akiwa ndani ya tumbo ya mama yake. Bwana akasema ndani yako kuna nani? Mataifa mawili, na mataifa moja nachukia na moja nalipenda. So mtoto wako ukiona ni gay, si sasa amekuwa gay, alizaliwa akiwa gay. Ni yale maneno mlifanya nini? Kwa hivyo you have to reverse. It is a seal. Hiyo ni seal iliwekwa, na hiyo seal imemfanya amekuwa gay. Kwa hivyo not unless you break the seal, huyo mtoto ataendelea tu hivyo, ataendelea kuenjoy life na ataenjoy. Na utaona nakuta ameanza kumea tomatiti mpaka unashindwa mwana wako aniamela tomatiti nitwaje kone neha tukona ne karara ihe uko nane takaire tukamia kai 12 tomatiti tumechomoka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tomatiti tumefanya nini? So when you are doing this, you place your finances, you place your ministry, you place your marriage, you place your business high above. You consecrate when you are declaring this declaration. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. That our spiritual blessing, your business is a spiritual blessing, your ministry is a spiritual blessing, your husband is a spiritual blessing. You place them in the high places. Kule biguni unawaeka huko. Vitu zako zote unaziweka kule biguni, in high places, in high spiritual places. You place them there. They unazificha in the back to you. You are everything coming back to you because you are not alone. God has given you the authority. May you rise up. This is from today is a prophetic move. Hallelujah. Usiende kukula hizo maugali mnataka kukula mpaka unakosa hata kuomba. Sasa is prophetic. Wale wakwenda mlimani, mwendeni mlimani. Milima ni mingi huko Edeni. Edeni mkae huko. Take your time. Take your time. Kama ni kufuga, kama uko kazini, fanya hivyo while you are working. Be declaring. Hata kama ni kampuni, kamata hiyo kampuni ikuwe yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wanatumanga maagenti, wanakufuga, wana seal mambo yao, hata hiyo kampuni ukani seal to be yours. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapoomba mkumbuke Kokini mgonjwa sana. She's very 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 sick. Jana usiku alikuwa anapelekwa Mama Lucy. I hear she was unconscious. So remember her as we pray. She's our sister. She's our pastor here. Sindio? Tumuombe tu. Alikuwa pelekwa ICU last night. Yeah. I think she was taken because I did what they wanted. So mumo didikane tu. Tikodora na maitho madha. Na kuwe na mama wawili watatu mkibia hapa Mama Lucy mwende mumuone tukimaliza ibada. Si ndio? Mutengere hao mudhi mumuone mumuhe pole. Hiyo sijui ilipotelea wapi hiyo ya kuendaga kuona mtu akiwa na shida. Mlimaliza tu, lakini ilikuwa na hawa watu wa Mushene. Hao ndio walimaliza. Maana walikuwa nasema tukienda kwa huyu, nimesema kama sasa nimesema Koki aende aone todo nemoka yako. Anyita. Jagiri shishira yo shagiri. Ne gwale. Noti juru. Ugia ukoro na jagiri na gwale hari urarutira wira. Gomada ra kuria kiuria. Na ugena gomata gukuria kiuria ri mwendogo. Etiguo. Yes, kana tiguo. Inua bahasha yako juu. Kila mtu ako na bahasha. Na uweke kitu. Na usifunike na mate. Wacha ikuwe open. Hakuna mtu ataangalia pesa yako. Mimi tu nitaangalia. Ulahi na usiandike jina.
hiyo bahasha tutumie na mtu mwingine akikuja. Inua tu niombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru. Asante kwa mafundisho ya leo, that we are going to make this declaration so that whatever seals that were put onto our life, they'll be cracked, they'll be destroyed, they'll be brought down, so that we can have the full view, the full show of our life. Maisha yetu yote yakafunguke kwenye ndoa, yafunguke kwenye huduma, yafunguke financially, yafunguke kwenye kazi ambayo tunaifanya, kwenye biashara zetu, na ikafunguke. Kusipatikane watu ambao watakuja kuleta delay. Kusipatikane watu watakao kuja na monitoring spirit. Kusipatikane watu ambao watakuja kuletea stagnation na limitation na roundabout spirit. Wakikuja waweze kusambaratika na waweze kuanguka na wakaisha katika jina la Yesu Kristo. May the Spirit of God dwell in you in Jesus name. Somebody say amen. Wekeleeni sadaka zenu hapa. Then from there, where's the program? Program, what is next? Worship team. Yes, Frida, where's Frida?